Sasa huu mnyama unaanzia hapa, tunampata binti anaitwa Ella. Alikuwa anapeleka keki mahali fulani, maana huyu ni deliver wa keki, lakini gari lake lilikuwa limeleta mieyusho. So akawa hana msaada, so akatembea hapa, alikuwa kuna nyumba fulani, akaenda kugonga hodi ili aombe msaada. So kukatoka mwamba anaitwa Fela. So yule mwamba kutoka akamuona, akamwambia, ni wewe? Kuna unanijua? Ndio, tulipatana kwenye restaurant fulani pale mpaka tukaongea. Naambia kuna shida gani? Ndio akamwambia gari langu ndo limpata mushkili pale. So ningeomba unisaidie na madi, maana unaona shida ni madi. Maana nikisema nitaita fundi itachukua muda sana. So nilikuwa naomba tu msaada wako. Mwamba kuambiwa vile akasema haina mambo. So mwamba katoka akaenda kuchukulia maji akamkea, na hatimaye gari likawa kafuta pale. Akamwambia mimi naitwa Stella, lakini napenda sana watu wakiniita Ella. So before tuendelee na unyama, nikipenda uweze kusubscribe ili ujiunge na familia kubwa ya Swahili Biz na Pony. So baadaye tunatuvuku kwa Stella akawa mpigiwa simu na mpenzi wake ambaye anaitwa Femi. Akawa amemwambia, wewe si tuliachana, mbona bado unanifuatilia? Mimi sikutaki tena, kila muda aende na maisha yake, mimi nishavu move on sign. So achana na mimi. Baadaye sasa Stella akawa na best yake hapa anaitwa Femi. Akawa anamwambia, mimi nimpata na mwanaume fulani gentleman ambaye ni handsome boy na nimeona tu nampenda. So naona kama yeye ndo atakuwa mwanaume ambaye atanipoza maumivu yangu. Lakini Femi akamwambia, wewe, mimi naona tu nataka tu kumtapelia mtoto wa wenyewe, lakini hauna upendo wote wewe. Kweli mimi nampenda. Haya, acha tuone, lakini sidhani kama una upendo wa dhati. Najua tu wewe mambo yako tu ni unataka tu kumtapeli kama vile ulimtapeli mwingine. So huku tunatupokuwa mwamba alikuwa anaandika bonge la caption hapa. So alikuwa anaandika, mpenzi wangu, nimekumisi sana. So tangu ulipoondoka nimepitia wakati mgumu. Yaani leo ni siku yangu ya kuzaliwa, lakini naona kama siku ambayo haina maana. Nakumbuka ulivyokuwa unaniamsha na message za makopa ukinitakia siku nzuri na njema ya mazazi yangu, na kila siku ulivyokuwa unaniamsha na text zako za good morning, unanipigia simu, unanijali, lakini vyote sasa haviko. Napita tu wakati mgumu tangu uondoke. Yaani najiuliza uko wapi, lini utarudi, lakini majibu yanakuwa tu sijui kama nitakuona tena. Yaani nabaki tu nikiwa na stress. So tunatoka huku kwa huyo Stella, alikiwa yuko zake mtandaoni, akabana anapitia. So baada ya muda hapa tunaoneshwa mwamba huku akiwa bado ametulia, huku mlango wake unagongwa. After mgongwa, jamaa anaenda na kufungua anapata mzigo fulani hapa akawa ameletewa. Akashangaa, umetoka wapi tena? So kucheki vile akapata ni keki. Lakini mara akapigwa simu kutoka kwa Stella, akamwambia, nimekutumia hizo zawadi, umeziona? Wow, umejuaje kama leo siku yangu ya birthday? Hapana, mimi nimeona tu ujumbe umeandika Instagram. Hapa sasa ndo tunajua ule ujumbe ambao mwamba ameandika. Kumbe alikuwa anaweka Insta. Lakini I hope umependa ujanuna. Mbona nimependa na nafurahi kwa kunikumbuka. So baada ya muda kuna mwamba hapa ambaye anaitwa Jimmy, ambaye ni rafiki yake huu mwamba hapa. Fela. So alikuwa mkudeli wa fani. Mara kuna keki, umepata wapi keki? Niletwa na best yangu mmoja pale. Mwamba kuionja akaipenda. So akamwambia kesho utamuita ili ndiye nichague na mimi kuna birthday ya mpenzi wangu. Jamaa akasema haina noma. So baadaye mwamba Fela akampigia simu Stella, akamwambia basi kuna rafiki yangu ambaye alikuwa anakuja tu enjoy, ampenda keki zako. So nataka baadaye ama kesho uje ili tuchague atakuwa mpenda. So wakiwa pale wanachagua, mara Mungu naye huwa na maajabu yake. Mvua ikaanza kunyesha. So mwamba akamwambia hawezi enda, so itabidi ungoje mvua alafu nitakuandalia kitu. So mwamba kaanda chakula akala. Lakini Stella kamind kinoma, chakula basi umepika? Ndio, unajua kupika sana. Anambia nilifundishwa tu na mamangu. So wakiwa wako pale wakawa wanaangalia movie ya The Womankind. So huku mwandada alikuwa anamwangalia sana mwamba hapa. Yaani wote ilikuwa ni kama kuna kitu anataka kuambiana, lakini kila mmoja anaogopa mwenzake. So waliendelea kukaa pale mpaka usiku kwa mkubwa. Mwamba akampatia mtoto chumba naye akadalala sebuleni. Sijui kama ule usiku mwamba ndo alichapa, alitisha, mimi naye hatujui. So baadaye tunatupoku kwa huyu Stella akiwa ana best yake. Lakini usimwambie ukweli, acha kwa kumficha mtu na umpendi. Wajua tu umeenda kwake tu kumchezea hisia. Mbona lakini ufanya hivyo? So huku tunatoka kwa huyu mwamba akiwa ana rafiki yake huyu Jozi, akamwambia acha ujinga kujifanya unapenda na mtu, usidhani kama anakupenda, usidhani kama ni mtu sahihi kwako. So
Baadaye huyu mwamba alikuwa ameshikwa tu na ugonjwa fulani, so mwanadada akawa ankuja ili ampe tiba pale, akamwandalia chakula, dawa, so na mapa pale akalala na mambo yakawa poa. So baada ya muda mwamba akawa ameandika tena ujumbe, mama, naona sasa kama nimeenda kupata tena furaha ya kudumu kama furaha ambayo nilipata kwako. Naona kuna mtu ambaye anakuja katika maisha yangu na naona kama yeye ni mtu muhimu kwangu na jina lake linafanana kama lako, Ella. So naona kama ndo atakuwa amekuja kuponya maumivu yangu ambayo yalidumu kwa muda mrefu. Mama, naomba basi unionyeshe hata ishara ya kuwa huyu ndo ni mtu sahihi kwangu. So na pale mwanadada alipoona zile text alifurahi na mwanaume akajua kuwa mwamba shamkubali na mwamba shampenda, so akafurahi kinoma, yani alijua kabisa mchongo wangu umetiki. Lakini huyu mwanadada kwa lengo lake ni gani? Sasa usijali, tutajua tu huko mbele. So mwanadada pale akawa na furaha kinoma. Siku iliyofuata mwanadada akaja akamfungukia mwamba kwa anampenda bana. From that day mwamba akakinukisha. Huyu mwamba anaonekana anahudhuria vikao vya wanaume, maana huwa hachezi na game za ugenini wala za nyumbani, zote anacheza nazo vizuri. So mahusiano ndo yakaanza pale, kila challenge sijui ya komasava nini zote wanapita nazo, yani upendo dokome umeshamiri. So baada ya muda hapa walipokuwa wamedumu kwenye mahusiano yao, so mwamba akawa amemuita mwanadada kwa ati ana njaa. So mwamba pale kwa kuingia tu message kila wakati kwenye ile simu yule piskali wake ya Stella. Sasa kavunga paka alijikaza kisabuni, lakini sielewa sabuni kaisha bana. Akachukua simu kuingia hivi akaona kitu ambacho hakuamini kama kwa kitokea bana. Baada ya muda hapa ndo Stella akaniambia, mimi nilikuona tu IG, niliona zile caption zako ambazo ulikuwa unapost kwa umetoka kwa maumivu na unadutia tena sana kwa kwenye mahusiano. So from that day mimi nikaanza kukufuatilia mpaka nikajua kwa nini unakaa, ili nije nikupatie tu furaha ya muda. So sikufanya hivyo kwa nia mbaya, please naomba tu nisamee na unielewe. Mwamba hakuamini kama huyu mwanadada alikuwa hampendi bana, yani alimtafuta baada tu kuona mwamba anaposti kuwa yashaumizwa na ashapitia mateso, so alikuwa ngoja kwake tu ili hadi amcheze hisia bana. Mwamba yani alishiwa power mwanangu. Unasema Mbosso alishiwa power kwenye ile ngoma. Wewe unakosea. Mwamba yani alishiwa power kinoma noma. Yani mwanadada alijaribu kujieleza, lakini mwamba akasema sawa, nimekuelewa, lakini chukua kitu kilicho chako hapa kwenye nyumba yangu na utoke. Sitaki tena kukuona. Nakwambia uondoke huko ndani. Sitaki tena kukuona. So mwanadada alipofika kwa rafiki yake Fimi akamwambia, nilikwambia tena muelezee ukweli kwa humpendi, umeenda kwake ili kumpatia tu furaha ya muda. Sasa waona chenye kimetokea. Lakini mimi nilikuwa nimeenda kumpatia furaha ya muda, lakini nimejikuta tu nampenda sahihi. Kwa hivyo mpenzi wako yule si mpenzi wangu tena, tulikosana. Nikamwambia sawa, acha tuone vile kutakuwa. So kila baada ya muda huyu Stella alikuwa anaenda kwa mwamba ili akamuombe msamaha, lakini mwamba kila alipokuwa anamuona alikuwa bana anamfungia mlango anataka kumsikiza. Huyu mwanadada Stella akaenda kwa huyu rafiki yake yule mwamba Jozi kwenda mwambele akaongea na mwamba, lakini ikawa hivyo. Mwamba alikuwa kazi ni kuangalia tu picha za Pascali Insta, dem naye hivyo. So siku moja mwamba akamuita Stella akamuleta kule kwenye nyumba ya Femi ili wale wabonge. Lakini ilikuwa noma sana. Yaani hawakuelewana. Mwamba alifoka kinoma, nakwambia sitaki kuona kwenye nyumba yangu na kwanza ile usikinyage tena hapa. Yaani sitaki kukuona. Ilikuwa noma sana. Mwamba alipokuwa anajaribu kutetea akamwambia wewe kausha bro, sitaki kuingilia mambo ya kuhusu. Jozi akamwambia bwana, mimi msaada wangu umeisha hapa, mimi siwezi kukusaidia tena ba. So baada ya muda ndo huyu mwanadada akaja tena ili aombe msamaha. Ndo mwamba akaanza kufunguka sasa. Mimi nimepitia mambo mengi yani ya maumivu kwenye mahusiano. Nimeachwa, nimekataliwa, nimedhalilishwa, lakini wewe ukaja tu kwa muda mchache ambao ukaonesha angalau nuru kwenye giza langu la maumivu, ambao nikawa nimedania kuwa wewe ndo utakuwa furaha yangu ya kudumu, lakini kumbe sivyo. Umekuja tu kucheza na hisia zangu. Ona, nimekuamini, nimekupatia hata watu wanapeana 100%. Mimi nimekupatia 140%. Maana nilikuamini. Ona sasa chenye unanifanyia. So, hiki ni nini sasa? Lakini mwanadada pale akawa anasema, "Sawa, mimi makosa yangu nimekubali, lakini kitu ambacho naomba kwako tu ni msamaha tu. Unisamee, hicho tu ndo naomba kutoka kwako. Ukinisamee mimi nitaondoka tu na sitakusumbua tena." So, mwamba kuambiwa vile, akamwambia sawa, nimekusamee. After amesema vile mwanadada akawa anachukua ferago vyake aondoke, lakini mwamba akashindwa kujizuia, sabuni iliisha bro.
akamwambia bana, Stella anakupenda. Kuambia pale vile wakakumbatiana bana, na from that day uhusiano ukarudi tena, uhusiano wa muda mrefu yani. Na hapa ndo unakuwa mwisho wa nyama, na imani umeupenda. Na movie inaitwa Between Two Hearts, na imani umeipenda, na kama unataka kuelewa zaidi utaifuata hapo Netflix na utaipata. So kitu muhimu nikipenda uweze kusubscribe, tupatane kwenye movie jao. Bye bye, naitwa Pony.